Mambo vipi ndugu wa Tanzania? Sasa leo nataka niwape siri za utajiri na siri hizi za utajiri zimegawanyika kwenye makundi matatu. Kuna siri za utajiri ambao watu wameupata kwa njia halali, lakini pia kuna siri za utajiri ambazo watu wamepata kwa njia isiyokuwa ya halali. Leo nitakwenda kukufichulia siri 4 za utajiri wa halali na siri 4 za utajiri wa haramu ama utajiri wa kishetani. Sasa kwanza, kitu cha kwanza ambacho natakiwa kifahamu, ukitaka kuwa tajiri upande wowote, upande wa dini ama upande wa kishetani, upande wa Mungu ama upande wa kishetani, una masharti, na sharti ambalo linafanana kwenye pande zote. Lazima ukubali kutoa kafara. Yaani hakuna utajiri wowote duniani hii ambao unapatikana bila kutoa kafara, uwe wa Mungu ama wa shetani. Sasa watu watajiuliza, sasa utajiri wa Mungu unatoaje kafara? Kitu ambacho unatakiwa kujua kwamba kwenye utajiri kafara ni kitu muhimu sana. Na kafara inasaidia ni kwanza, kafara inasaidia kukulinda wewe kama tajiri, pia kulinda vile ulivyo navyo. Kafara ya Mungu ikoje na kafara ya shetani ikoje? Ngoja nikueleze. Mungu alipomuumba Adam alimwambia bustani hii ya Edeni uitunze na kuilima. Uitunze na fanyaje? Na kuilima, ili uweze kufanyaje? Mazao yatakayopatikana pale ndio yatakutosheleza wewe na familia yako. Sasa je, ni kafara gani ambayo ilitolewa hapo? Ama ni kafara gani ambayo imezungumziwa hapo? Kafara ambayo imezungumziwa hapo ni kafara ya kujitoa. Yaani ya kujitoa, ya kupambana. Yaani kitendo cha wewe kuamka asubuhi na kwenda kazini, ile ni kafara ya kupambana, ya kujitoa. Kwa mimi napambana, nimeamua na unafanikiwa. Sasa Mungu kitendo cha kumwambia Adam kailime na kulima, alimwambia toa kafara ya kujitoa wewe kuitumikia, kwa sababu usipotumika utakuwa maskini. Lakini kafara ya upande wa shetani yenye iko tofauti. Kafara yake yeye atakwambia bwana, ili uwe tajiri lazima ukubali kuniabudu. Yaani kitendo cha wewe nafsi yako kuweza kukubali kumwabudu shetani, ile ni kafara. Umejitoa. Hiyo ni nini? Ni kafara. Sasa matajiri ambao wako upande wa shetani, wao wanafanyaje ili kubaki kuwa matajiri? Hilo ndio swala kujiuliza. Kitu cha kwanza ambacho huwa wanakifanya hawa matajiri ili kubakia kuwa matajiri, kwanza ni bidii. Yaani hata ungekuwa upande wa shetani mzee, kama huna bidii wallahi hutoboi. Kama huna bidii hata ungekuwa upande wa Mungu hutoboi. Sasa kitu cha kwanza ambacho huwa wanakifanya hawa matajiri wa shetani ni bidii. Ni miongoni mwa watu wenye bidii kubwa zaidi. Yaani ni miongoni mwa watu ambao huenda hata hawalali. Yaani usiku yeye hayupo tayari kulala, yuko lazi afanye kazi masaa yote abaki kuwa tajiri. Unaona? Sasa hii defensive mechanism inawafanya wao kuwa matajiri na kuwa bora siku zote. Kitu cha pili, imani. Yaani katika watu ambao wana imani kali ni matajiri walioko upande wa shetani, kwa sababu akikosea hata chembe moja anaporomoka na kuwa maskini. Sasa imani yao inakuaje? Kwanza ni kuamini mizimu alionayo. Pili, kuhakikisha anafuata miko ya mizimu alionayo. Sasa akikosea kidogo tu hapo amekwisha, tunampoteza, narudi kwenye umaskini. Sasa huwa hawakubali kurudi kwenye umaskini. Pili, hawa matajiri wa upande wa kishetani ni watu ambao wanaonekana wana moyo mzuri sana kwenye jamii. Yaani siku zote watu wabaya hutumia vitu vyema kuweza kuficha uovu wao. Ni miongoni mwa watu ambao wanajitoa kuliko kawaida. Kama ni kanisani, huyu mtu yuko lazima atoe mifuko ya simenti, yuko lazima ajenge nyumba ya mchungaji, yuko lazima anunue gari la kanisa. Yote haya ni kuweza kuficha uovu ulioko nyuma ya pazia. Sifa nyingine ya matajiri ambao wako upande wa shetani ni watu wenye uchungu sana. Yaani ni mtu ambaye akiona mtu ana matatizo anaumia, anaonyesha nia kusaidia, lakini yote haya ni kuficha maovu yaliyoko nyuma.
Sasa tuweze kuungana wakati mwingine ili niweze kukupa sifa zaidi za matajiri wa Mungu na matajiri wa Shetani.